ningeletwa chokora hapa ya ile karata, ate hii ni ya pesa, hii ni ya pesa, hii si ya pesa, ikienda hivi, hebu angatazama vizuri, iende hivi, hii itaenda hivi, iende hivi, irudi hapa, ni gani ya pesa? Sasa mseme ati mimi nilale ja mkiwa ngogo yenu shodokai nitakula ugali mzuri. Hii brain Mungu alinipatia. Hapa chini nilikula mama mmoja shilingi 15,000 ya school fees. Mama niwacheka. I needed James Maina Ng'ang'a ani jump start aniombe, hata kama walinipiga ngumi za kichwa, lakini walinisaidia. Sasa niko ninahubiri because walinipa yeye na Wafula na Gitonga na Moiro na mwingine wa Kikuyu anaitwa nani, Kabugi. Kabugi. Jamaa walinipiga ngumi, ni kama nimepiga magoti. Mimi mwenyewe nimesareta. Huyu Wafula ako na mkono kama hii 3. Najua ni Muluya. Ng'ang'a naye yako hapa. Ndio Ng'ang'a alikuwa na hasira za wizi. Gitonga naye yako hapa. Pepo ya Mungike, tunakemea pombe, tunakemea. Nikago kwa kichwa. Nikitoka huko mpaka ilibidi nilale pole pole. Nikaenda pole pole kwa sababu nilipoenda wengine wakapiga magoti chini. Nikararuliwa magumi za kichwa. Waelimu alikuwa hapa City Hall. Hapo ndio alikuwa anahubiria akikemea pepo ya Mungike, na nilikuwa nimepanga kwenda kunyamazisha. Akatumia tu. Unaruka hapa. Mawe imejaa. Si umeinuka, umeenda juu yao. Tena wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia inahepa. Ukiona imepanda juu, kanyaga juu, ruka. The more they are laying, the more wanarusha mawe, the more wanakupandisha. Don't start crying because of cockroaches in your house. Mede. Omba Mungu kinyoka kiingie kikobula na kisimame mbele yako kifanye hivi. Ndio ujue the battle yako iko na gani. The moment you don't understand yourself, you lose. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you don't understand yourself, you will automatically lose, and the people will not understand you. Why will people not understand you? People will not understand you because what is in you is a mystery to them. Ni kitu ambacho hakieleweki. That is why they see the madness in you. That is why they see you are like really cheesy. Huyo mtu ule wa Mungike, ule mimi kwa dada wa Mungike. Understand, hawaelewi, hataelewa, hatajua, hataelewa chochote maisha yake yote. They will never understand because the calling. Sasa niambia, huyu mama alikuja anavaa nguo ya red, nilimkuta hapa. Siku moja, siku ya kwanza huyu mama kukuja, walikuwa wamekuja mkutano hapa ya wamama wazee tunapatiaga chakula. Kaa kidogo nikauza, ni wa mtu gani wanaweza taka kuwa wakiniombea? Nikaona mama amejitokeza, mwingine amejitokeza pale. Sasa siwacha niwaite wakuje siku ya kukutana. Siku ya kukutana mimi nilikuja, nikaingia. Mimi najuaga hizi maguo yao mrefu ni ya Marejo Maria na ni ya watu wale wanaitwa madifaina. Kai. Nilipoingia tu hapa kuna msichana alikuwa, nikasema wageni wangu wapikiwe. Mimi sikuwa. Nikakuja sasa kukutana na watu. Nilikuta kule maguo za red, za yellow zimekuwa na mikarara, imeteremka huko. Nilirudi nyumba kidogo, nikaenda kwa kitchen, nikauliza wale ni wale watu tulisema wakuje. Nikaambiwa nikarudi nikatoka mimi najua kujijaza. Huwezi kujua nimestuka, ninajua kujijaza vizuri, nikajijaza. Sikutaka hawa wajue huko ndani yangu nimestuka. Sasa nimeona kanisa inaenda kuisha. Sasa mimi nikaenda nikawasalimia, nikatashangaini ati haleluya, amen, haleluya. Nikachukulia nikaona huyu amebeba msalaba, huyu mwingine amebeba kijiti imekaa hivi, kuna huanga mbili, mzee ako na bakora kwa jono wako. Nikaona mzee ako na thipo, hii ni Masai. Nikashindwa sasa hapa kutaendaje. Nikaingia kwa nyumba, kwa ofisi, nikakaa chini, nikasikia sauti kubwa inaambia, hao ni watu wangu, ni mimi nimewalete. Sasa nikashindwa kushoka hodi yatea. Kwani kanisa tutavaa hizi makajo? If you don't understand the mantle, if you don't understand the responsibility God has given you, kwa sababu kila mtu hapa ako kivyake with a responsibility. Kila mtu is equal to the task.
Kila mtu is here to the task. You are not here by fluking. Hakuna mtu ako hapa by fluking, by mistake. You are not here. It was written in the book that today you will be seated here listening to this word, because this is your word for today's deliverance. So until you are able to understand this man, either utakuja uone this man is ni mtu ambayo hawezi kumwelewa. Kama mimi, wale watu wamejaribu mimi, hawawezi, wameshindwa kunielewa, because you cannot understand me, because what is your motive towards me? Did you come to a man of God? And this man of God, did you come to the calling, the mantle he's carrying? The mantle is what I'm carrying. Ndio ilikulete hapa, ama ni YouTube ilikulete hapa? Ama nikakitu ni ulisikia nimenena na ukasikia neni aleria, nilikuzungumzia siku hiyo ama nitakuwa nikikuzungumzia kila siku? There's a difference. Kama nilikuzungumzia siku hiyo ama nimetengenezwa nikuzungumziage kila siku, kuna tofauti ya siku hiyo moja na niwe nikizungumzia wewe kila siku. Kuna mtu anakujaga wa muujiza, anakuja na tupesa twake, anawekelea hapa, anachukua muujiza, anaenda. Na kuna mtu atakuja hana tupesa ama ako nato na anakaa chini, ana submit to the authority, ana submit the mantle, ana submit the anointing in this holy place, so that he can be fed, she can be fed with the word of God that I am carrying. Kuna watu nitaanza kuhubiri saa hizi, ukiangalia saa hii, just wait for 2 minutes, utaona wameanza kulala, because they don't belong here. Nutanilesi alilala hapa hajarara, lakini ulitokaje kwenu ukuje kunisikiliza lakini ukalala? Kuna mshida. Either kuna mapepo yanataka kukuondoa hapa, ama kuna mapepo ambayo yanataka ukose kuelewa, ama wewe si wa hapa. Mambo ni matatu, sio ile ya Ruto. Mambo ni matatu. Kuna pepo limekukamata, halitaki usikie. Wewe ni wa hapa, lakini halitaki usikie. Kuna pepo ambalo linataka kulikosanisha na wewe, na labda wewe si wa hapa. Ukiona unakuaga na makasiriko, Warigi amekukasirika, unaenda unakasirika, unajipika tena unajikuta hapa, wewe ni wa hapa. Na hakuna mahali utaenda. Na sijakufuka, wewe ni wa wapi? Unasikia kuniwa. Kuna watu najaribiki. Kuna mtu nikiona huyu tunaenda bali na yeye, na mwekaga kwenye ratili, na msukumanisha tu anaaguka ndio akasirike, nione makasiriko yake inafika wapi, ndio niweze kumhandle tuende bali na yeye. Utasubuana na yeye mpaka itoke. Bwana Yesu asifiwe sana. So ndio utoe ihoha jipu, ulitoe ndio iishe, itoke, iache kuhama. Unajua ikikuja hapa uifije hivi, ikatae kutoka, ukatae kuitoa vizuri, inaendaga mahali pengine special kuliko hapo ulifikiria. Na sasa hapo sasa, unajua hii ilifinywa na mtu, sasa hiyo iwezi kubali mtu aifinye. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will have to live with it. Itakaa ikae izeeke hapo, idecide mahali pengine pa kuenda. Hiyo ndio ujiga ya jipu. Sasa kama iko mahali pazuri pa kufinya, kubali ufinywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali ifanya nini? Ifinywe, itoke, kale kabego katoke, ndio ihame kabisa. If you are in that position, kama sasa tuko na nyinyi saa hizi, mnaniona hapa karibu, tunapitana hapa, kuna siku mabodyguard watakuwa. Yes. Kuna siku kutakuwa na bodyguard hapa, mtu anasimama hapa, mwingine hapa, mwingine ni watu wa KDF. Si watu wanakujua. Sasa unaanza kusema ngai nono lete ile ni watu raturaga nake hau. Mraturaga nake ni ngai yako hete mudafadhio, mukae na yeye utap ile kitu naweza kutap. Acha kusema ati Benihini alirika ama Ng'ang'a. Ng'ang'a si mnaona anachuka kwa na GSU. Ng'ang'a, my spiritual father. Achuka kwa na mama washimani, anachukua na GSU Reke Squad. Wale uliona wamesimama hapa pale na wako na bunduki hapa. Wanamchuka msee na amepatiwa kagari ka kumfukulia njia. Kwa sababu serikali imeangalia wale watu wako chini yake ni wengi. Hiyo ni serikali ya dunia, na serikali ya biguni imenipatia 250 million grown ups. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we call that a mantle. Because the understanding the mysteries of the mantle, you are able to move in a direction that God wants you to go.
Na kuna mapitio utayapitia, na hayo mapitio utayapitia ni lesson ya kukufanya ukue strong. Maana kuna kitu Mungu amepanga na wewe, kuna mipango mizuri Mungu ako nayo, kuna njia nzuri anataka. He wants you to become a leader of 1 million people. Na bado kama kasiriko kako hapa, kamekatalia kwa matumbo, small intestine, kamekatalia huko, utasukumwa na mtu, utakutana na waroige mwenye hanaga huruma. How this mantle works. Today nataka kufundisha how the mantle works and how you have lost it. Umepoteza aje? Where did you go wrong? Ulikosea wapi? Ndio kwa maana umetangatanga hizo makanisa zote. You are still poor. Yet uliprofesa hiyo miaka 10 you will be rich. It was prophesied to you that you will become. It was prophesied to you utakuwa na mume, utakuwa na mke, utakuwa na shamba, utakuwa na gari. It was prophesied, but there is a mistake you made somewhere. That is why the prophetic word did not work. Because you never understood. You never understood the plan of God in your life. You never understood the mantle ambayo wewe uko nayo. And the person that is come to you, lazima akue ako either the helper of the mantle ama the support of the mantle. Wewe kama ni mke uko na mantle, mume wako hafai kuwa na mantle. Hello, do you understand me? You cannot have two equal mantles, two people with equal capacity. One must go down. Moja anakujaga kusaidia. Ndio unaona hapa kanisani kuna wao wamekuja wananisaidia kazi, na kuna wao tuko na wao kutoka mwanzo, tuko na wao tu wanakaanga tu kwa kiti, wananiabiaga modern wako ujia modern mwana iti wanaongea. Wengine hapo nakuta hao ndio wanajuaga wale wanawake wote nimelala na wao, na nilala na wao wapi na wapi na wapi, because hiyo ndio mantoli yake kutoka kwa shetani. Ukasikia kila kitu, yani yule mtu mnaongea na yeye, kile mnaongea na yeye ni kitu negative. Pia hiyo ni manto. Lakini imetoka wapi? Kwa shetani. Huyu kijana anaitwa Ham, alilaaniwa kwa nini? Ham alilaaniwa kwa nini? Kwa sababu alilaaniwa alipoenda akaona baba yake ako uchi, alikimbia kwa brother zake akawaambia baba ako uchi, kujeni muone. Nao madugu waliposikia baba ako uchi, hawakuenda kuona, walichukua kitambaa wakarudi kinyume wakimuuliza how, wakamuangusha. Laana ilikuja kwa sababu ya kwenda kutangaza, laana haikuja kwa sababu ya kuona. You must get that difference. So because you don't have the mantle to see, to be able to shut your mouth, mantle yako ni propaganda na kuuza na kufanya maneno makubwa. That is why you are stagnated, because you are carrying a mantle from the devil. Until you are able to shut your mouth, you must not see negatives. You must see a positive in a negative. See a good thing in that bad situation. See a good man in that bad man. There are many people who prayed for me to die. There are many people who prayed for me to be destroyed. Mpaka sasa kuna watu wanaendelea kuomba nifunge kanisa. Kuna wengine wanaendelea kuomba nisipate kuhubiri. Juzi na juzi ingine wameniombea mpaka ati nipate accident. Wengine wameenda mpaka kwa waganga, wameshindwa kuomba huyo Mungu wanaomba, wameenda kwa mganga. Walipofika kwa mganga moto ikawaka, wakakuja kama wamechomeka. I want to tell you this. Until you understand what kind of a vessel you are. And here nimeitwa nikuja nikutengeneze wewe. Maana ndio umekambiwa nenda ukae chini ya huyu mchungaji. You try to convince people ati naenda kwa kanisa ya Dora. They did not understand you. Wengine wamekuacha, hawataki story zako kwa sababu ya kanisa hili unaendaka. Mzee yako hataki kukuona. Alikuwa nakupatiaga pesa, hataki sasa kukuona. Nakwambia enda kwa Dora. Nenda uitisha Dora. Wao watakuja, watakwambia tupeleke kwa Dora. Wow. Are you a leader? Are you just a busybody person?
Wewe ni mtu tu akutembeaga tu kuhioria no gwe kwihioria keinango gethiaga raguo kanwa gaku. Yani the only thing you see in that person is negative. The only thing that you can speak about that person is negative. Wewe ni kazi yako ni kuhogoloria meshene. Hiyo ndio kazi yako. Na hiyo ni vessel, ni mlango ulifungua kwa ajili ya shetani utumike. God does not have a body. He uses your body. The devil does not have a body. They use what? Your body. These are two spirits. They only need to give you a role. And the role is what we call the mantle. Hiyo unaonanga unafanyanga migi. Hebu jiangalie ni watu wangapi umesegenya last week. Watu wangapi umezungumza kuwahusu. You don't need to be told. You don't need to go to any place to be decoded. Automatically you are a devil workshop. That is why you are only seeing my pastor, they are sinful. Who gave you the permission to judge? Nani alikupatia mamlaka ya kufanyia watu hukumu? It is only God that has power to judge. The word of God only has the power. Because I'm pointing at you. How many fingers are pointing at me? 3 of them. So what you are, I'm 3 times. 3. Hiyo ingine ni mshahidi wa Mungu. Hii inamwambia Mungu na Mungu anaona. Wewe ndio mshahidi. That tells you what kind of the anointing you are carrying. And that is what we call the mantle. The day you stop to understand and to know and allow God to manifest in you, then you'll be able to understand the dimensions that the mantle, the mysteries of the mantle. Only when you can sit and listen to God, that is the only time uta understand the mysteries of the kingdom. Understand ni kwa nini unaendaka kununua bidhaa Tanzania, bidhaa ambazo zinakuzwa Kenya. Unaenda Tanzania unanunua viazi na moro viazi viko. Unatoa viazi Tanzania unaleta Kenya zinanunuliwa na za moro kwetu hazinunuliwi. Unashangaa, what is the mystery behind this? Ni kwa nini mtu alikuja kwenye hii line yote watu wanafungua maduka, wewe ukakuja ukafungua tu duka na yako ikavuma na ukasikia kuniko kurati. The only way you can be able to know the reason that one kwero niko kurati is by being able to open your ears, to open your heart, to understand your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because everyone has a God. Everyone with you has a God. And God is omnipotent. God is omnipresent. God is omniscient. So God takes a shape of you. God takes what? God takes a shape of you. That is why God sometimes is water. And when he becomes water, they say he becomes what? Maji ya nini? Akiingia ndani ya forest? Yeah? Akiingia ndani ya forest? The tree of life. Akiingia ndani ya mawe? Yes. He changes. That is why he is always omnipresent. Wherever you are, in whatever situation you are, that is what God becomes. Na ndio unaona mlevi anaendesha gari anasema gari inajua kwao. Anakuwa na dogo gari dogogyo. Anasaidiwa kuingia kwa gari na akikalia gari inampeleka nyumbani. Anasema gari inajua nini? Kwao. Na inampeleka na ikifika kwa geti hapo akifunguliwa tu mlango. Hapo ndio analala. Anashindwa kuingia kwa nyumba. Why? How you take your God. God is like water. The one glass, ukiweka maji ndani ya glass, the water takes the shape of the glass. The same water you pour it on a plate, it takes the shape of the plate. The same water ukiimwaga hapa, it will take the shape. This shape. That is why God is a mystery. That is why God cannot be understood by a mind that is full of primitivity. A mind that is hopeless. A mind that is idealess. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ukienda kwa maji Mungu anaitwa nani? Maji ya uzima. If you look the water inside the glass and the glass is yellow or the glass is blue, you pour water, you don't see the water, you see the color that is blue. So the manifestation of what is holding this water becomes the reality ya kile kitu nakiona.
So once you are able to understand you are God, the calling that is in you, why you are in this church, why you are in where you are today, wakati utachukua muda kuelewa ni kwa nini uko mahali pale, ndiyo deliverance yako inaanza, ndio ushindi wako unaanza. When Gideon knew, alipokutana na malaika akaambiwa you shall win this battle as a man, akatokelezwa na Mungu, akaambiwa, akaitwa the man of valor. From then akatandika karua mara ya kwanza, Mungu akafanya, akatandika mara ya pili, Mungu akafanya, akafanya kitu ya tatu, Mungu akafanya. That is the time God, he knew I'm dealing with God. Previously alikuwa anafikiria the God of Baal was the God, the main God. Wakati aliona things have changed, the sauti ambayo wanaisikia hawajawahi kuisikia tena, that's the moment he realized we have been dealing with a foreign God. We have been dealing with a God that does not exist. We have been dealing with a God that was not with our fathers. Because kuna mahali aliuliza, where is this God? Huyu Mungu mwenye alikuwa na Isaka, huyu Mungu alikuwa na Musa, huyu Mungu alipigania wana wa Israeli, our fathers walishindaniwa, where is this God? Because he could not imagine. Munapatiwa story how your God is powerful, how your God is a winner, how your God is a conqueror, but now you are living in caves. Look at your life. Look at your life today. Aren't you living in caves? Look at your situation, that you cannot be able to afford to pay rent. You cannot be able to afford kukuja kanisa, you are struggling. Lazima ukope. Kufanya biashara lazima ukope. You cannot ask. Lakini unasikia mama yako, baba yako kule umetoka ni kwa matajiri. Ilifanyikaje mpaka sasa wewe ni masikini, lakini ukoo wako unasema hii ni familia ya matajiri? Wana wa Israeli walikonga wa Ameleku, wakakonga wa Girigashi, wakakonga wa Amori, wakakonga wa Hiti, wakakonga wote, but only to come to live in caves. Walifanya kazi usiku because they never understood the mysteries of God. They never understood the mantle that they were carrying when they were coming from far. When God told them in the book of Deuteronomy 7 that when I take you to the land, when I take you to the place where you are going to occupy, where you are going to own, it is not you. Once you understand that it is not you who took yourself to where you are, that is the beginning of understanding the mysteries of God. God told them, when I take you to that land that you are going to occupy, a land that has people greater, mightier, 7 times than you, and when I give them into your able hands, so this thing is not you doing it, it is you receiving it. You don't fight. You don't win this battle. You don't conquer these enemies. They are conquered for you. But this only can happen kama una understand what kind of a mantle you are carrying. What kind of a promise? A mantle is a promise from heaven. A mantle is a gift from heaven. Power from heaven. The day you understand who kind of a woman you are, the day you understand what kind of a man you are, the day you understand what kind of a leader you are, uache ujinga tu, uwekelee ujinga kwa kamawe. I can tell you, wakati huyu Gideon alikenda akakimbia nyumbani, akashika kambuzi, akachinja, akabeba mkate ambao huko umechachwa, akaletea malaika. Malaika alimwambiaje? Wekelea kwa kamawe. Alitaka kumpatia malaika, lakini malaika akamwambia wekelea kwa kamawe. Naye malaika akapoint na kamuti kama haka, ikawaka moto. Kutoka hapo the life of Gideon changed. The thinking of Gideon ikabadilika. The desires of Gideon zikabadilika. Akakuwa mtu mwingine tofauti. Because the angel told me, you shall win this battle. Naye akamuza, I come myself. We come from, our clan is the least. And me, I am the least in my family. How will it happen? He never understood himself. He never knew himself. Yes, he had a power to bring 32,000 people together. But he never understood he can do it alone. The misplacement of what you are causes you to suffer. The misunderstanding of yourself, not knowing who you are, you can never become if you don't know who you are. You can never become that preacher. Me, I was a great preacher. Nikiwa Mungiki,
Nikiwa mtoto nilikuwa naita maumbwa zinanifuata, maumbwa 100 200 zinanifuata nikiwa kipii kimetoshana hivi. But I never found a person kuniambia you are a great man of God. I never found until so late in my time of living in this world. That is when I have come to rediscover who I am. Na ndio mnashangaa mkiona maneno ikifanyika, because hii kitu ingefanyika 30 years ago, 40 years ago. Authority yangu ita manifest in you. Nitakuinject, nitakufanya jump starting, because you only need to be jump started. I needed James Maina Ng'ang'a ani jump start, aniombe. Hata kama walinipiga ngumi za kichwa, lakini walinisaidia. Sasa niko ninahubiri because walinipa yeye na Wafula na Gitonga na Moiro na mwingine wa Kikuyu anaitwa nani, Bob Kabugi Kabugi. Jamaa walinipiga ngumi, ni kama nimepiga magoti. Mimi mwenyewe nimesarenda, mimi mwenyewe ndiye nimejipeleka niokoke. Sasa huyu Wafula ako na mkono kama hii 3. Najua ni Muluya. Ng'ang'a naye yako hapa. Ndio Ng'ang'a alikuwa na hasira za wizi. Gitonga naye yako hapa. Na ni wale watu walikuwa wamefundishwa ile maobia ile ya kupiga watu kichwa. Pepo ya Mungike, tunakemea pombe, tunakemea. Nikago kwa kichwa. Nikitoka huko mpaka ilibidi nilale pole, nikaenda pole kwa sababu nilipoenda wengine wakapiga magoti chini. Nikararuliwa magumi za kichwa. Niliumwa kichwa mwaka mzima. Ati wanatoa pepo ya tobacco. Like in any way, whatever they did, I needed that to be jump started. I needed Wafula in my life. I needed Pastor Chai in my life. I needed Ng'ang'a in my life. I needed Bob Kabugi in my life. I needed all those people that participated in my salvation. I needed them. Remember, that's the same time Wairimu alikuwa hapa City Hall. Hapo ndio alikuwa anahubiria akikemea pepo ya Mungike, na nilikuwa nimepanga kwenda kunyamazisha. Akakatumia tu. Kumbe naye Mungu amepanga vitu vingine, alikamatia kwa hewa. Hello. Until you are able to understand and get the right people to direct you where you belong, you will get lost. And that's why I urge you, mukae chini. Wacha kiherehere, wacha kurukaruka, wacha kutapatapa huko na huko. God is the one everywhere. God is omnipresent and ako wherever you are. As long as it is God who directed you here, it is not the miracle you are looking for. If it is the miracle you are looking for, you will not sit here. Hautapata comfortability hapa. Na either when God send you here, because kuna hiyo nimebeba, kuna ukuja tu uchote. Kama ni kakijiko kamoja, chota na uende. Kama ni sufuria mzima, chota. Mimi niko nayo yote. Hauwezi kumaliza as long as you are called here a son. Bwana Yesu asifiwe sana. As long as you are called a son of this place, hautachoka na mimi. Hautanisegenya, hautapiga baba yako. Hautasema baba yako ni msherati, kwa sababu hiyo ni kutoa baba yako uchi. Whoever that has ever spoken ama sema anything about me that way, umenitoa uchi na umelaanika, and you will never see peace. Until you come to me, you say sorry. Either nilifanya ama sikufanya. You don't need to see. You are not supposed to see. You are not supposed to talk about it. You don't talk against a man that is spiritually mentoring you. He has powers over you. He will not fight himself, but the angels guarding me will fight you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona Daudi ni kimutu kichafu. Kimutu ambacho ni kiaganu. Hakuna mtu mwaganu kuliko Daudi. Kama sasa hii Daudi tukamleta kwa ulimwengu wa sasa, he is a devil worshipper. Mnajua hivyo? Tukilete Daudi kwa ulimwengu ya Kenya sasa, that man is a devil worshipper. Jamaa aliambiwa akaenda kwa mfalme Saulo. Akasema ameona kademu, alikuwa anaitwa Mika. Nimeona kademu. Akaambiwa na wewe sasa, kama umeona kuchukua hii kademu, ende ulete sehemu nyeti za wanaume 100. They just wanted to complicate his life as he had. Jamaa ni mbaya, alienda akaleta 100 ngapi?
Aliitisha 100 akasema 200 ndio hii. Modojo agekaone Kenya le. Do you need to look for a devil worshiper? But God is saying, this man after my heart. See, God is supporting because the heaven is backing him. When heaven backs you, you become a mystery. So whatever you are carrying becomes a mystery. You all need the backing of heaven. You don't need the backing of human being. You need the backing of heaven. Heaven ikikubali tu, ikuekelea mkono, itembee na wewe, iende na wewe. That is what we call the mantle. The mantle is the backing of heaven. Wachana na wale wanakuongelea mbaya. Look for that heaven. Engage yourself with the heavens. Kana heavens. Let the heavens do the work for you. Let the heaven fight for you. Let the heaven conquer for you. Let the heaven make it for you. I'm telling you, watakuwa akisema, the more they talk. Ndio unaona watu wanaongezeka. The more they talk wanasema wewe ni devil worshiper, the more people come. The more they talk wanasema wewe ni mtu mbaya, wewe ni msherati, the more wanakujeka kuangalia hiyo msherati. Kuna mama najua ako hapa kanisa hii namuona. Alikuja kwa sababu alisikia Waruike ni tall, dark and handsome na anapenda hawa watu sana. Sasa yeye alikuja kwa sababu Waruike anapenda hawa watu na yeye alitaka kupendwa. Na alipofika hapa, Mungu amemsaidia. The God has manifested in her. She is a prophetess. Umeona kale kitu nini nimlete? Aliletwa in a negative way. So whatever way they preach about you, don't worry. Don't even think about it. Don't even imagine about it. Whatever they are preaching, whatever they are saying about you, it is a vehicle to propel you to the levels where God wants you to be. As long as you have the backings of heaven, as long as the hand of God is on you, as long as the power of God is on you, I want to assure you one thing: you will never lose any battle. They will never defeat you. They will always be talking about you, negatives. But tomorrow, wanakuta bado umesoka hatua nyingine. Na ndio unaona watu wale wamepigwa sana, ndio wameenda sana. So, ile mawe wanakurushia, inakusaidiaka unapanda, uwe wakikurushia, unahepa, akirusha ingine hepa, akirusha ingine hepa. Because you have an angel that is guarding you. You have the Spirit of God that is guarding you. Then you have God that is with you. Wewe hepa tu. Ukiona imepada, unaruka hapa. Mawe imejaa. Si umeinuka, umeenda juu yao. Tena wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia hii unahepa. Wanakurushia inahepa. Ukiona imepada juu, kanyaga juu, ruka. The more they are laying, the more wanarusha mawe, the more wanakupandisha, the more wanakupeleka the other level, the more they are winning battles for you. It is your enemies that will win your battles for you. Si marafiki watashinda vita zako, maadui wako watakuinua mpaka mahali unahitaji. Yes. Kama unataka kwenda Amerika, maadui watakuchapa mpaka uende Amerika. Appreciate them. Na ukipata kabusi unawachinjia wanakula. Very soon inaita maadui. Ukiona nimekuita kwako jua ni adui yako. Very soon inaita maadui wakuje. Tukule kabusi. Niwaambie thank you. You have done it. You have done me well. You have done me well. To Jesus, weka enemy. You have done me well. You have done me well. Enemies. Without an enemy, without Judas, we will not be knowing Jesus. We will not be talking about the cross. We will not be talking about the blood of Jesus. Judas, yeye ndiye alisimama akasema mimi ndio nimejitolea watu wa dunia wajue kuna damu ya Yesu. Wakaenda akauza Yesu, maana damu ya Yesu ifanye kazi. So kama hauna adui, tafuta adui, chokosa tu mtu akue adui yako. Nimejaribu kusokosa watu hapa kadhaa wamekataa. Gudhigidha, nione kama mtaongezeka maadui. Because my pace is inaenda pole maadui wamepunguka. You need a propelling power to lift you up. For Gideon to become Gideon, walipigwa mpaka wakakaa ndani ya kefu. Alikuwa anafanya kazi usiku. Alikuwa anafanya kazi saa ngapi? Usiku.
wametiwa baridi na watu wanaitwa Wamidiani. Naye Mungu akasema nini? I have handed them over into the hands of the Midianites. Hadi wakati utakuta maadui wako Mungu anawaelewa. That's the time you know the victory is beckoning. When you come to know that maadui wako wote Mungu anawaelewa na majina, anawaelewa na kazi yao, na yeye amewakubalisha wakuwe mkono wa kukunyorosa, wa kukufinyanga vizuri, ndio uchomoke kile kichuma anataka. Don't start crying because of cockroaches in your house. Mede. Omba Mungu kinyoka kiingie kikobula na kisimame mbele yako kifanye hivi. Ndio ujue the battle yako iko na gani. Karo. Ate dhuya nicio cirakoria dhuya cia nguku. Ate hiyo ndio maombi unataka tuombe. Ate unatengeneza WhatsApp group. Nakuombea dhuya za nguku. Then you understand you don't have a mantle. You don't have any responsibility. Hauna kitu uko nacho. You are empty. Tafuta Mungu akuweke kitu ambacho kinaweza kupigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta Mungu akupeleke mahali utakasirika, utasikia makasiriko ili umefanywa ile makasiriko. Mpaka ukitembea hivi, unatembea mpaka unarusha miguu, unaona kama miguu ilikufa. Yaani unahakikisha uko na mguu ni makasiriko. Yaani kiundo kile githini wakugira chamuka, kinyoka igota magoro matwekire. Ndio yako. Ni uri oturetwo nire wekirwo matarau ni muthuri ucio nire makwaga agetie. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatia mtu kama huyu baba yake ni mchawi hatari, muganga hatari, wale wa huko Voi. Ufanye bidii sasa, tugange watu katika jina la Yesu Kristo. Watu wabadilishwe katika jina la Yesu. Si umeona umeshindwa kunibadilisha? Si umeshindwa? Kabisa. Kajini. When you understand the kind of people brought to you, that is when you understand the kind of victories ahead of you. Lakini kama nikiletua chokora hapa ya ile karata, ate hii ni ya pesa, hii ni ya pesa, hii si ya pesa, ikienda hivi, hebu angatazama vizuri, iende hivi, hii itaenda hivi, iende hivi, irudi hapa. Ni gani ya pesa? Sasa mseme ati mimi nilale ja mkiwa uongo yenu shodokai nitakula ugali mzuri. Hii brain Mungu alinipatia. Hapa chini nilikula mama mmoja shilingi 15,000 ya school fees. Mama ni wacheka. Wewe hata wewe una akili. Kadi ni 3 unaona, hii ni ya pesa, hii si ya pesa, na hii si ya pesa. Tazama vizuri, inaenda inatembea hivi. Mnajua mnasemanga sisi Nairobi ni kuna waizi. Sasa tazama na macho yako, unatembeza hivi, unatembeza. Sasa mama, nionyeshe ni gani ya pesa. Lakini hujui kuna ujuzi nilitumia hapa. Nilikuonyesha hii si ya pesa, lakini iliyoanguka sio hiyo, ni hii ya juu. Ninakuonyesha hiyo iliyoanguka sio hiyo, ni hii ya juu. Sasa ile nitaangusha ile ambayo inafaa, ni hiyo ya mwisho yenye una uhakika si hiyo. Sasa wataekelea pesa na kutolea. Ndio kusema hiyo pesa ilikuwa ya school fees. Ukiekelea uko unajua ni ya school fees. The day you understand the kind of dimensions that you are walking out, it is going to make you understand.